jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nyimbo zitakazoimbwa, neno litakalotolewa, kipindi cha shukrani. Baba, kila kitu katika mikono yako. Sema na roho zetu, sema na maisha yetu. Kwa kumaliza mwaka huu Bwana, tunaomba uwepo wako, tunaomba kumaliza na wewe. Roho Mtakatifu, njoo utuhudumie, njoo ututembelee katika jina la Yesu. Wagonjwa wapone, wenye mahitaji watumie, furaha imbike katika maisha yetu siku ya leo Bwana. Haleluya, asante Bwana wa majeshi. Emanueli pamoja nasi, najua yuko hapa pamoja na sisi kwa siku ya leo.
Basi tunaenda kukaribishana. We are going to welcome each other. Angalia tu mwenye kukaribu yako. Look at the person seated next to Ndugu you. mchekee. Just smile at them. Umchekee na umkaribishe. Smile at them and Umwambie welcome them. njoo dimashe ya mwisho hii. Tell them this is the Ya last Sunday of 2025. Last Sunday of 2025. Haitarudia tena. It's never going to come back. Karibu, karibu, karibu. Amen. 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 Kama ndio yako ya mara kwanza, If this is your first time, unaweza simama. please stand up. Tutapenda sana We kukukaribisha. would love to Huko welcome mtiko you. nanichekea sana na ni mgeni. There's someone Mimi smiling nasikia at me bien. as a visitor and I feel Simama good. dada. Please stand up, Na sister. muone kuna njoo ule kabisa. That's Amen, amen, Amen. amen. Ukiangalia sura yake kabisa iko anacheka. If you look at our faces, you see Karibu she was atuambie tu smiling. jina lake. We would love to know your name. Amen, amen, amen. Tutaomba Madam Shindi We are going to ask Mama Shindi. atuambie tu jina lake. Just tell us your name. Karibu. Welcome. Amen. She is called Shansi. Karibu dada Shanse na Mungu akubariki. God bless you. Usiku mingi waingie. And the other ones that have not Tunawakaribisha pia mjisikie mko huru katikati. Feel free in our midst. Na basi nijiandae na mimi. Prepare yourself. Mtu atabakia chini. No one should stay Sote tunasoma pale. Everyone is going to read there. Kwa Mungu aliye hai. Haleluya. Haleluya. Asante Yesu. Basi tunaenda kwa tangazo la pili. We are going to go to our
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Na tuweze kuombea mtoto huyu. Let us pray for this child. Patia mzee mtoto, patia reverend kataka mtoto. Give the child to you. Na mwambie tena jina mtoto. And please tell him the name. Atakwambia kanisa kama sisi hatubatize watoto, We are telling the church that we do not baptize lakini the children, tunawabariki kwa neno la Mungu. but we bless them with the word of God. Na kwa sababu hatuna muda mwingi, Because we don't have much time, tumepewa mtoto we have been given a child. na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake. And the power of the king will be on his Ningependa shoulder. mtoto akue hapa jana apokee baraka, lakini nasikia naye mpatie baraka. Ni baraka ya neno la Mungu. Uwezo ya kifalme ifuatane naye. Akuwe na baraka zenye ziko za tofauti. Naomba watumishi wenye wiko hapa, sijue ni kwa nini Pastor Leon na Bakia na Pastor Willy, tungewasi basi msimame ndio tukomboe muda jamani. Oh, na Papa Karuba, mtusaidie pale jamani. Saidieni kidogo. Ni kazi yetu sisi watumishi kubariki watoto. Next time kama mimi naita bazee, kama unashikia Israeli, Mungu wa Abrahamu, Isaka, Jacob, ninakuwa mbele yako na malaika huyu, paske wewe ulisema muje kwangu, mulete watoto kwangu, tunawaleta kwako wewe mwenyewe, mchungaji wako uliwaumba. Bwana, mimi napenda utukufu yako utakuomea mtoto. Esprit Saint, Esprit Christ, mtenge mtoto. Huyu mtoto akome na mapenzi lako na esprit yako. Kesho na kesho kutwa akikomee, Baba atakuwa mtumishi wako mkubwa. Umujenge na ministeri, umujenge na sauti yako Yesu, porque kesho akufuate munjia yako vile na stahili. Minapenda utukufu yako Baba, mjenge kabisa. Kweli Baba yangu, najenga na watatu yao mtoto. Utukufu yako vinakadre kabisa Yesu. Ni yabo Baba yangu. Bwana, wakati wataka kuchunga huyu mtoto, wamchunge na mapenzi lako. Yesu, tunapenda Bwana. Utukufu yako asikumshungulukaka huyu mtoto usiku na mchana, asubuhi na magharibi. Tunakatana mpepo yote ya dunia kwa kumwona. Akome na utukufu yako babangu. Endelee na utukufu yako wakati yote. Kesho itakuwa shangwe na shukurani. Akikomea atakuwa mtumishi wako. Akikomea atafuata mipango yako yoyote Yesu. Kumbe Baba, mimi nabacha utukufu yako Yesu. Bwana, tangulia nyumba yabo. Tangulia Bwana quartier yabo. Tangulia naishia. Mwi province ya Manitoba, mwi nation ya Canada, mwi province Bwana Baba yangu, ama mwi continent d'Europe, watoto hawa watakuwa na ushuhudi ya nguvu kabisa Baba. Ninapenda Bwana uwatangulie pale papo popote. Bwana uwatangulie Bwana. Asante Bwana. Nina tuna mwaka mpya tunakuwa nayo. Huyu mtoto atembee neema na rehema na uzima yake ya utukufu kutoka mbinguni wakati yote. Merci Papa, mimi nakufunika mtukufu yako, uwatangulie, washindie neema na rehema, ibavizite ndani ya nyumba yao, ndani ya maisha yao vile na stahili, na mariage kuendelee tena na utukufu kabisa, endelee kuleta kizazi kikubwa katika jina la Yesu tunapotuna nini? Amen. Nisikie huru. Hatuna muda lakini tunaendelea na mambo kwa haraka. Shalom kanisa la Bwana. Mara mingi sipendi kusema Bwana kwa ajili ya nina ile. Kwa mwaka unakuwa mafupi sana. Tutasogea tuzunguke vizuri. Wewe sogea pembeni kidogo. Utakuwa interprete sasa wafaa kwa mbali. Acha meza matakatifu. Sogea Papa Bena.
Sogea. Yes. Inatosha. Wala itabaki tena. Neno la Mungu nasema hivi. The word of God says. Mathayo Matthew 16 26 mstari wa 26. Verse 26. Na walipokuwa wakila, Yesu alitoa mkate, akaubariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake akisema, twaeni mle huu, ndio mwili wangu. Akakitwaa kikombe, akashukuru, akawapa akisema, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndiyo damu yangu, damu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Amen. Wapa unajua ungejipatanisha na Mungu kabla tuingie kwa meza hii. Neno la Mungu linasema hakuna hata mwenye haki mmoja. Wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kamata mkono yako, mwambie Mungu nisamehe mbele nikaribie. Tunaita meza matakatifu. Na utukubali tukaribie meza hii katika utakatifu wote wa damu ya Yesu Kristo. Tunaomba tukiamini. Na watoto ya Mungu tuseme amen. Ningependa useme amen. Pastor Peter ataombea kikombe. Na Reverend Raha ataombea mkate. Éternel, nous a dit, faites ceci en mémoire de moi. Chaque fois que vous les prenez, pensez et rappelez-vous de moi. Nous allons prendre cette coupe, faire ce que, ô Seigneur, cette coupe nous renforce, cette coupe nous revigore, et cela au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Lord, we thank you for the broken body, the body that was shed, the body that was slain because of our sin. We are here to celebrate the work that you did on the cross. As we partake this emblem, we need your Holy Spirit to empower us. We can be your witness. Bless it as we share it. In Jesus' name. Amen. And now, Willy atagawa. Pastor Willy to share. This is how we help each other in the whole community. Na ukijisikia kuomba Mungu wakati tunagawa meza matakatifu, unaweza kuomba kama ni nyimbo tunaweza kuimba kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Baba, tunasema asante kwa ajili ya meza ya leo. Nakushukuru Bwana. Na kama uko hapa unajua kama Yesu Kristo alikufa na akafufuka kusudi tukue jinsi tulivyo leo, unaweza shangilia Bwana kwa makofi jamani, unaweza shangilia Bwana kwa makofi. Haleluya. Nilikuwa nasikia niimbe usifiwe msalaba wa Yesu, lakini juu ya wakati nasikia lazima tuendelee na mambo mengine. Nataka kumkaribisha binti wangu ambaye amefika hapa kutoka Afrika.
Ni okazio kumkaribisha ndani ya kanisa, It is an occasion to welcome her in the church. na ningesi asimame mke wa Victoire. I would ask the wife to Victoire. Tutamkaribisha officiellement mkanisa siku ya leo. We're going to welcome her officially. Kwenye kwa asimame. We're going to give Hiyo makundi tuliza kuelekea mgeni anatoka naomba asimame pamoja na mume wake. Tawashangilie tena kwa makofi jamani. Nasimaka hivi kwa kila mwenye anakuya, for whoever comes. unafika mwinchi You have reached in a yenye country Mungu ashabariki, that God has blessed. na wewe ubarikiwe mwinchi. And you are blessed in this Baraka country. zote za mwinchi uzikamata, The blessing of this country may zikuwe zako be yours. kwa utukufu wa Mungu. And by the glory of God. Nilisikia nikupatie kado. I felt like giving you a gift. Hii ni Biblia yako. This is your Bible. Hautakuwa Biblia ya msimu. You want to have the Bible Na kupatia kila kitu kupitia. please take it. Amen. Amen. Tangia tena Bwana kwa makofi kwa Bwana. Zaburi 5:115 Psalms chapter 15, mstari wa 6. verse 6. Macho yangu sitaona vizuri huko, lakini kama mtu yuko na Bwana Whoever praises the Lord, na inasisitizwa it is emphasized kwa Zaburi 31 from Psalms mstari wa kwanza, chapter 11, verse 1. aseme watasifu Bwana And the ones that will praise God ni wenye haki, are those who waliompenda Mungu, the ones that love God, walioitwa na Mungu. the ones that have been called by God. Hawatafuti kwanza watu wengine, They don't look for others baki watu wote wasifu Mungu, that are straight. yaani kanisa la Mungu, The church of God, waliompenda Mungu, the ones that love wenye God, haki, wanyofu wa moyo. the ones that are true. Aseme mpige vigelegele, And you celebrate. museme aliyofanya Mungu. You say what God has done. Njoo ile 31 verset premier. That's the first verse. Tutasema yale ambayo Mungu amefanya. We are going to say what God Hata ni kwa dakika moja, lakini tuiseme. even if it's 1 minute. Mwaka enziisha, watoto ya Mungu wasikose kusimama The muhekalu. year can't end without children of God standing. Na siku yenye ilipita nilikwambia jinsi mashukurani ya zabibu zinafanyika. Au utasema bakufundishe tena juu ya hili. The day that passed, I talked about it. We won't say someone should teach you about it. Wakati wa kushukuru. We are going to get in our period of thanksgiving. Ambia Mungu Tell God, na kushukuru. I thank you Maana umenilinda. because you have protected Maana me, umenipatia pumzi. because you have given me a breath. Mwaka mzima ukumbuke hata kitu moja yenye Mungu amekutendea. Even one thing he has done for you. Katika magonjwa yale akakuponya. Sicknesses, he healed you. Wengine walistuka mbarabara, ndio nilikuwa naenda. Other people were Lakini Mungu alikuokoa. but God said, Iko mengi ambayo hatutajua kusema. there's a Lord that we cannot Na kama hautakuwa hata na kitu moja, even if you won't have anything. ukumbuke wenye viko Kongo kisiviko wanatesekana wanakufa. Remember the people in Congo that are suffering in Haiko Kongo tu. It's not only Congo. Mumainchi mbalimbali mambo imeharibika na watu wiko nakufa sana. Things are destroyed and people are dying. Lakini wewe umepata neema kuishi muinchi ya amani. But you found grace to live in a peaceful. Sijue kama wewe utakuwa wa kwanza. I don't know if you will be the first one. Na sasa unakuja hapa, And when you come here, ujue kama uko wengine biko na haja ya kushukuru Mungu. you should know that there are other people who want to thank God. Tuhitaji kila mtu dakika 2 ama 3, seme tu kitu moja, Everyone 2 minutes, just say one thing. na ile itakuwa baraka sana. And that will be a Na mimi nataka kuanza pamoja na mke wangu. Nashukuru Mungu. I thank God. Sina la kusema. I don't have much to say. Ile nyimbo inasema yote. That song I said it. Nashangaa kwa rehema zake. I'm surprised by His grace. Naishia pale. I stop. Thank you, Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Kabisa nakosa mshukuru
Tunashukuru Mungu. I also won't forget to thank God. Kushimama hapa familia nzima. We're standing here as a family. Tunashukuru tuko among sante. We are here with good health. Tunashukuru Mungu kwa ile. We thank God for that. Ingawaje tuko vidogo kunatokeleaga, but Mungu ndio mshindi wetu. Even though we're up, me and my wife here, we thank God. Neno la Mungu linasema nilikuwa kijana na sasa ni mzee. The word of God says, I was young and now I'm old. Sijaona mwenye haki ameachwa. I haven't seen the one who's truthful. Mwaka huu ulikuwa mwaka matatizo mengi. This year had a lot of problems. Lakini Mungu alikuwa mwema kwetu. But God was good to us. God leads you. Na Mungu awabariki. And may God bless you. Amen. Amen. How you show me mercy, thank you for your mercy. Namshukuru sana. I thank God a lot. We thank the leaders of this church. He has found the orders to bless them as servants of this church. I've been blessed as a pastor and also as an evangelist. Because the ministry that we have, we come together and we work. God protects us and none of us. This year, and I believe me and my children and my mom, my brothers, and even my family in the US. Yeah, I really thank God. And I thank God to be among each and everyone here. And for that, may the name of God be praised and exalted forever. Amen. Maneno iko mingi sana. There's a lot of things to say. Nimesimama hapa kwa niaba ya familia yangu. I stand here on behalf of my family. Nina afu ya watoto yangu hapa. I have half of my children here. Na wengine hawako hapa na mama yao haiko. Some of them are not here together with their mom. Lakini ninashukuru Mungu sana. I thank God a lot. Kwanza first, kuwa ndani ya kanisa hili. In this church. Na pia jinsi tunavyotumika na tunaendelea, tunamaliza mwaka bila shida yoyote. Na tunashukuru mwaka inaisha na salama na amani. I thank God that the year is about to end and we're fine. Nashukuru tena Mungu kwa ajili ya huduma ambayo amenipatia. I thank God for the ministry he has given me. Na ilikuwa challenge ya kabambi sana. It was a challenge. Kukua gisi niko hivi ama mke wangu. To be the way I am or my wife. Haikuwa facile. It wasn't easy. Hii mwaka this year things were tough. A lot of people know that I lost my young sibling. But it was the will of God. And something else. And this year, close to the in August, I was driving. Recently,
we heard a child of my friend committed suicide and they only found him dead. And if we are here, we thank God. I thank God. Kwa fadhili zako maishani mwangu umefanya yaliyo makubwa. Wewe ni mwema, wewe ni mwema, sina cha kukurudishia Bwana, kwa fadhili maishani mwangu umefanya yaliyo makubwa. Wewe ni mwema, wewe ni mwema. Praise the Lord. Amen. Amen. Today is a day of thanksgiving and it's a day of happiness. Kuanzia mwaka wote umepita, From the beginning of the year, tulianza mwaka hadi tunaenda kumaliza. we started the year and we're about to finish it. Ni neema ya Mungu. It is the grace of God. Ni kwa upendo wa It Mungu. is the love. I think inakuwa karibu tutasema miaka 12 na 12 I think it's been na tatu nafikiri. I think it's been 23 years. Tangu tuko hapo mwa hii kanisa Here in this church. dans cette église ici. In this church. 2022 vizuri. We started here well. Na nyinyi nyote mlikuwa mnakuja hapa. Everyone here was not here yet. Lakini tulichunga ushuhuda. But we kept our testimony. Tuliingia hapa nafikiri tulikuwa karibu ni shepeke ndio wawili au watatu weusi. I think it was only two or three. Say what? Because the time is short. And we've been given 2 minutes, 3 minutes each person. But we won't miss out on praising the Lord. Ninashukuru Mungu kwa ulinzi na uchungaji. I thank God for the protection Na kwa mambo anayoendelea kutenda maishani mwangu. and what He keeps. Wako ni Mwenyezi Mungu, uhesabu mibaraka na kuruka, bali haiwezi kufungua. Uhesabu mibaraka yote Mungu aliyoyakubariki. Ukumbuke mambo yote pia, na utashangaa kwa rehema ya Uhesabu. Ukumbuke mambo yote pia, na utashangaa kwa rehema. Amen. Hallelujah. Amina. For God protecting me and my family. Because of the one who I came to visit us. May the name of the Lord be praised in things.
giving to God. On my behalf, I say God loves me so much, more than other people. I feel like God is just for me. For me to be here at the end of the year, it is because of God. It was in February. I was coming from work. He was involved in an accident. He hit a post of light. The car got wrecked in the front. A lot of people surrounded me there. But I was very healthy, no scratch at all. My hand was like this. The nail was supposed to go through my hand and come out on the other side. And the nail just... There's a lot that has happened, but God has been there for us. We thank God. I have a small song. The entire year, a lot of blessings that He has done. I don't know where to start and where to end, but I'm very happy being here today, because sleeping and getting up is... I thank God a lot and a lot for the miracle that is done for Victoria's wife. And I thank God for the prayers, the prayer warriors that pray for us. All those prayer warriors that pray for the prayer requests. God in heaven is the only one that will pay you. She would have come here with another man holding her hand, but it is the will. It wasn't the will of God. That's why I say thank you for God protecting you from Africa. Using a plane. I don't know where to start. It is like an ocean. It is like an ocean. For my wife to be here, it wasn't easy. We went through ups and downs. But God made a way. And He wanted for us. I will also thank God. This year, all of us went through never walk again. Kunitoa mu office kuingia mpaka mugari ilibidi watu wanitie kugongo. For me to get into the car, people had to carry me. Toke ambulance nikamate na kunibeba hospital. The ambulance took me to the hospital. Na nilifanya kama wiki moja na nusu natembea kubeki. I was walking on crutches for a week and a half. Parce que sikuweza tembea. Because I couldn't walk. Lakini kwa neema ya Mungu niko bien natembea mzuri. But by the grace of God I can walk. Namshukuru Mungu sana. And I thank God kwa kulinda familia yangu. For protecting my family. Uhai ndema hii umenipendelea, kifuniko chochote ulicho
unachokifanya umenipendelea, 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 umenipendelea. Amen. Our spiritual father for welcoming me in this church. Because last year, honestly, I was on the verge of getting kicked out of the country. I have children. I came here as an international student. Then I met my wife. Then I got married to her, and I decided to get my residency through her. But there was a lot of ups and downs. I was given a deportation order to leave. And my sister-in-law here. I'm really grateful for God kufanya tena tunakuwa hapa tena mahali hapa siku ya leo. Nashukuru tena, merci beaucoup Papa Pasteur kwa kutukaribisha tena hapa kanisani, na Mungu aendelee kuwabariki. Amen. Kwa hapa ya kusifu Mungu sana ni kuna sisi tuko napumua si wote kwa Something to thank God for is to see that we are all breathing. Mimi kukuwa hapa saa hii, me being here right now, example ya kusema Mungu iko. It's an example to show that God is alive. Watu unaweza na marafiki, unaweza na watu wengi katika maisha yako. You can have friends, you can have people that are in problems. Wanaweka tu na wewe ni familia na Mungu. The one who stays with you is your family and God. Nashukuru Mungu kwa hapa ni amini lipitikana, lakini I thank God there's a lot of things that happen, but mkubwa yote mtu anakuwa kutia kwa maisha ya mtu ni Mungu. The one saidia ndio utakuwa madamu. Leo papa na mama hawiko hapa, lakini kwa today mom and dad are not here, but they are wengine and other people. Nashukuru Mungu kwa na familia niko nayo. I thank God for the family I have. Sababu bila familia yangu kabisa singesimama hapa leo. Nilifurahia waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. 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 Nyumbani mwa Bwana. Nyumbani mwa Bwana. Nilicheka waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. Nilifurahia waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. Nyumbani mwa Bwana. Nyumbani mwa Bwana. Nyumbani mwa Bwana. Alipangiwa na Mwenyezi Mungu. There's a program that God made for kwa you. kuishi duniani. The way you're going to live on earth. Kwa hiyo program ambayo bado ya kwangu haijatimia. The program that God has not fulfilled. Lakini kwa wengine tayari imeshatimia. But to some people he has fulfilled. Some people died. Ndio program ambayo Mungu aliwapangia wao. That is a program that God made for them. Na katika mwaka huu in this year, Mungu alimtendea makubwa na maajabu. God did great things for me, wonderful things. Nilitaka nipate ajali, si kama kutaka kupata ajali, maana sikuumia. I was almost in an accident, but I wasn't hurt. Yaani kuna mtu aliwahi alinigonga, nilikuwa naenda gari kwa upande huu. Siku Bwana.
for His grace. Tunaiwa tulipita matatizo ya kuachana. We went through different problems. Mwaka wa Disemba tulipotesha ndugu yetu. In this month of December we lost a friend. Avanshi ya kuyo huku mwezi ya June le 18 before I came here in June. Nilikuwa mu accident. I was in an accident. But Mungu alinichunga mzima. God kept me alive. Tunajua kule kwa Afrika kule tunatoka kama unafanya accident mafashi saa kwa mikini kwa farm. You know, back in Africa when you have an accident like in mountains or in the farm. In rural areas. Yes, in the rural areas. Kama unapatikana max kill you and burn your car. Mimi nashukuru Mungu alinichunga. But I thank God He kept me. Wale watu wakutufanya kibaya walituchunga tu pia na vile polisi na kuya wanatupeleka kwa hospitali. Those people didn't harm us, so when the police came they took us to the hospital. Sasa zingine mimi naona kama kuna tembea mimi naona ukubwa wa Mungu. Sometimes as I am walking I see the goodness of God. Njoo ile accident ilifanyika motoka ile alipika paka pale. Because that accident, even the car was totally wrecked. Na ule mtoto alifanyika accident alifika paka pale. Even the child, the kid that was involved in the accident. Na kwa neema ya Mungu alichunga mzima. By God's grace I am alive. Kwa ile mimi nampatia sifa na shukrani. For that I give praise and thanks to God said, I need to take you out of this continent. Wende ulaki kanisa. Go and say goodbye to the church. I've come to take you out of this continent. I went to Zambia. When I went back to Zambia, through faith, I didn't know anything. I get surprised. I've come to say you won't see me again here. I said goodbye. After 1 month, the name came out that I'm going to Canada. After that, after I came out, there was like 5 days. They called to come. We have accepted you to come to Canada. After saying goodbye to the church. It didn't take long. I saw the list come out. When the list came out, we found that in August, I found this church. Amen. When I found this church, when I found the church, Mungu ananitilize sana kunifungula roho sana njoo ya mtumishi wa Mungu. God opened up my heart due to the pastor. Ninashukuru Mungu pastor ananipatia mchungaji wa hii kanisa mzuri. I thank God because He gave me a good pastor. Ananipatia tena kweli mama wa mchungaji mzuri. And He gave me a good mama pastor. Hallelujah. Amen. Ninashukuru Mungu pastor mkizazi yangu. In my parenthood, mkanangu wa tatu jina yake ni Rachel. My third child is Rachel. Hallelujah. Amen. Ni jina ya mama wa mchungaji wa Bethsaida. It's the name of our mother, Mama Pastor. Alors mimi nashukuru Mungu sana. I said thank God. Basi ninakutanisha kwa mama. Banasema papa kama munaenda kwa kanisa. They say that if you go to church, souhaitez meilleur vœu na Merry Christmas kwa kanisa Bethsaida. Merry Christmas and Happy New Year. Hallelujah. Hallelujah. Surtout ule mwenyewe wa jina ya Rachel. Kama yangu jina ya Rachel. I stood her. Mama wa mchungaji wa hii kanisa Bethsaida ni Rachel. The mother of this church, the mother of the pastor, the wife to the pastor is called Rachel. Anakuna mkia kiambo kimoki nene sana. Amen. Alo
petites prières que nous faisons en privé. Je me rappelle un jour, quand j'étais encore étudiant au Congo, je me disais un jour que je dois étudier au niveau de Makerere University. Je disais ceci, je me rappelle quand j'étais encore étudiant à l'ICV, et que j'avais des amis qui voulaient partir étudier aussi chez Makerere University. Moi aussi, cette envie est vraiment ancrée en moi. Je suis arrivé en Ouganda en 2016. Je n'ai jamais pris mon temps de partir visiter cette université. Au dedans de moi, je me disais un jour, je dois chercher par tous les moyens possibles. Dieu a fait des choses que même moi, quand je me mets et je regarde, je dis wow, c'était exceptionnel. Alors que ce n'est que 20 personnes qui devaient partir. The children were only 20 people. Et dans les 20, je me suis retrouvé parmi ces gens. J'ai dit ça, c'est ça qu'on appelle une sélection naturelle que Dieu lui-même a occasionné. This is what they call a selection natural. Yeah, but right now this is my family because I want to say because wherever I'm traveling somewhere, I want to see this city in Canada too cold and I told myself that am I going to survive here? But nikamwambia twende tu tutakuona kule twende tu because Mungu anatupara hapa tutaishi kule. And I'm here. I'm not seeing this coldness because I'm now in and I'm staying in. Amen. Tunafia kushuhudia kwa vizuri Mungu alifanyishia hata ya before kuoana na mke wangu, before he got married to his wife, mamangu mko yangu mimi. My mother-in-law. Ndaje kama she never loved me even once. Why did she want kazi ile bwana tumika? Because of the work I was doing. Kwa operateur, na kama operateur natumia kazi ya makucha. I was working, I was doing nails. Naanza kupenda makeup. I like doing makeup. Wakati mke wangu akaenda kumweza mama yake asema mie nafia kufanya ni olewa. Mama akamuuliza sema anatumia kazi gani? Mother asked what does he do for work? Anamuonesha mkiinglish certification of nails. Wakati mama certification of nails ni chani. Anasema no, umekamakucha. Tunaweza pigia Bwana Yesu makofi kwa yale. Tuanze kuona ile lakini tulishaiona. Tushaanza santiri kitu bila kaze. Sasa hatutaifanya tena kwa sababu ya muda. Tukimaliza tu hapa mama wataingia hapa bila kufikiri juu ya kinywaji kidogo ya waimbaji ambao wataimba hiyo siku ya tatu. Ni siku ya tatu. Kesho ni Mardi. Tomorrow is Monday and Tuesday. Mercredi siku ya tatu tuko hapa usiku. Wednesday will be here at night. Kwa concert ambayo tuko tunaandaa. For the concert we are preparing. Usikose. Ambia ndugu yako, ambia rafiki, karibu sana. Na mwa hii siku mbili kama haujapartaje maposta zetu unaweza kuipartaje. Share the post. Na tunasiba musiciens. Usilete vyombo vyovyote. Wengine kwa tekniki wanasema mnawasumbua. Wakati unakuja nyuma na chombo yenyewe haikutengenezewa mbele, inakuletea shida. When you come late with an instrument that hasn't been set up, wanavipangaka mbele. Things are set up before. Saa 2 kamili. 8. Na wenye vyombo basi watakuwa hapa mchana kukia kuinstall. And the musicians said they'll be here. Sasa kila kitu yenye kitapigwa hapa kikue hapa tayari. Everything that will be played should be there. Unachelewa unakuja na kitu hakitakubaliwa. If you come late, it won't be accepted.
Kwa sababu kama singa iko mbaya na unakuja nao nyuma, inakuwa mkutano inaanza kutuvuruga. Because if the cord is not good and you come late, it is going to Uchunge hiyo tangazo la itatubariki sana, you have to itatusaidia. keep that announcement